Waumini wa dini ya Kiislamu wametakiwa kuwa kimbilio kwa wenye uhitaji na kuwa mfano wa kuigwa katika jamii kwa kutenda matendo mema. Wito huo umetolewa na Sheikh wa wilaya ya Singida Isa Simba wakati akizungumza kwenye baraza la Eid al-Adha lililofanyika katika uwanja wa Bombadi ya mjini Singida. Sheikh Simba alisema kuwa Waislamu hawapaswi kuwa watu wa mabavu, majivuno wala kushiriki katika matendo yanayokera jamii, bali wajitahidi kuwa na tabia njema zitakazowavutia watu wengine kuipenda dini ya Kiislamu. Mtume anasema Muislamu ni yule ambaye Waislamu wote wakasalimika, wakapata raha, wakapata amani, wakapata utulivu kupitia ulimi wake. Na wewe utapimwa kupitia hicho. Ni kweli Muislamu ukiwa ni shekhe, watu wana amani, wana utulivu kwa ajili yako. Ukiwa ni imamu, watu wana raha na wana utulivu kupitia uimamu wako. Ukiwa ni kiongozi, watu wana amani na wana utulivu kupitia uongozi wako. Lakini ukiwa wewe ni Muislamu tu ndani ya mtaa wako, kuna watu wana raha, wana amani kupitia wewe, au ndio wewe watu wote wanasema tunajuta kukaa mtaa huu. Kuna mtu anafika mahala, mimi hamnijui, hamnisikiaji, mimi ndio mimi, gusa unate. Inna lillahi. Niwaombe kupitia hadithi ya Mtume Muhammad, anasema Muislamu mwema ni yule ambaye Waislamu wenzake watapata utulivu na amani kupitia ulimi wake na mikono yake. Saleni Mtume Muhammad. Mikono yake kutokupiga watu na kudhuru au kaandika jambo ambalo litawatetemesha watu na kuwavuruga watu. Huyu ndio Muislamu aliyeelekezwa na Mtume wetu Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kwa upande wake, kaimu Sheikh wa mkoa wa Singida Ustadhi Twalib Masika alisema kuwa Muislamu wa kweli anatakiwa kutenda wema hata kwa wale waliomfanyia mabaya, akisisitiza kuwa hilo ndilo linaloonesha uzito wa imani ya mtu. Katika Uislamu mushriki ni mtu mbaya sana, na Allah amemsema vibaya kiasi kwamba mpaka amesema endapo atakufa katika hali hiyo, maana yake kuingia peponi ya sahau. Inna Allah la yaghfiru an yushraka bihi wa yaghfiru ma duna dhalik. Allah hasamehe kushirikishwa, lakini mshirikina na ubaya wake wote huo na kutokufaa kwake kote huko, Allah anasema endapo mshirikina atakufata akakuomba amani, faajirhu, mpe amani kwanza. Yani na ubaya wake wote huo, endapo atakwambia bwana shekhe, mimi nimekuja, mimi ni mushriki kweli, lakini njia ile nikipita nitakabwa, nitanyang'anywa vitu vyangu, basi msindikize mpaka hatta yasma kalam Allah, alafu thumma ablighuhu ma'manahu, mfikishe sehemu ambayo atakuwa katika amani. Muulize, bwana nikikuacha hapa utafika salama? Akikwambia nitafika salama, muache, ndio Qur'ani inavyotuelekeza. Huyu ni mushrik ambaye mbaya sana katika dunia. Ikiwa na maana gani? Kwamba amani ya mtu na utulivu wake ni jambo muhimu sana kuliko jambo lolote lile. Hakikisha kwamba wewe uwe ni chanzo cha amani. Ndio Mtume akasema almuslimu man salima almuslimuna min lisanihi wa yadihi. Watu wamesalimika wao wenyewe, zimesalimika mali zao, zimesalimika heshima zao. Huyu ndio Muislamu wa kweli kabisa. Naye mgeni rasmi katika baraza hilo, mkurugenzi wa kiwanda cha pamba cha BioSustain Sajadi Haidar, aliwahimiza Waislamu kuendeleza mshikamano na kushirikiana kwa ajili ya maendeleo ya dini na jamii kwa ujumla. Kitu kinachosisitizwa ni kuwa pamoja, kwamba tukishirikiana kwa pamoja basi safari yetu ya Waislamu itakuwa nyepesi. Lakini pindi tutakapokuwa tunapishana katika Uislamu wetu, basi kweli kutakuwa na shida, kwa sababu kila mwenzako atakapokufuata kukuomba kitu kitakuwa kigumu na utakitafutia sababu hasa kusema
hiki ni kigumu. Lakini tukiweka ushirikiano na tukawa pamoja kiukweli, kidhati, basi Mwenyezi Mungu pia naye anapenyeza heri yake na mambo yanakwenda. Lakini vinginevyo kila mtu akiwa anajihisi kiyeye tu anayoyataka basi ayafanye kiyeye, wengine wakija kumfata kwa ajili ya shida zao au maongezi yao yanakuwa magumu, basi mwisho wake unakuwa sio mzuri. Maana tunasema kwamba kila mtu anakuwa anajifikiria nafsi yake. Nina TV wakati wote.